Binadamu ana pumzi tatu: pumzi iliyopita na pumzi ulionaye na pumzi inayekuja. Hii iliyopita imeshapita, ambayo uko naye sasa hivi. Ndugu Islamu, imma unapumua katika jambo la kumridhisha Mola wako na kuijenga akhera yako, au unapumua katika jambo la kuiharibu na kuelekea mahali pabaya. Ndo pale akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, faltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hii ni aya ambayo inaizungumzia kama alivyotaja mufassirini, miongoni mwao Ibn Kathir, kwamba na nafsi iangalie nini ambayo imetanguliza kwa ajili ya kesho, ambayo ni kiyama. Umeandaa kitu gani kwa ajili ya kumpelekea naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lakini wametafsiri baadhi ya wanazuoni kama Imamu Shaukani katika Fathul Qadir, anasema katika miujiza ya Qur'an ni hii aya, faltanzur nafsun ma qaddamat. Ma qaddamat ni fi'lu madhi, ni kitendo ambayo imeshapita. Lighadin ni kesho. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba ufanye la leo kabla kesho haijafika. Ikifika kesho, iwe leo umeshaifanya. Ufanye la leo kabla kesho haijafika. Ikifika kesho, iwe leo umeshaifanya, kwa sababu wewe huna kesho. Wangapi leo tumekaa hapa tunasikiza khutba na tunangojea salati aljumaa na malaka almaut anatungojea mabarabarani hapa. Wangapi miongoni mwetu ambaye leo tumekaa hapa Waislamu na malaka almaut anatungojea kwenye milango ya nyumba zetu? Wangapi miongoni mwa watu leo walitoka katika manyumba yao, akamwaga mke wake, akawaaga watoto wake, akafunguliwa mlango, alipotoka hakuweza tena kurudi katika nyumba hiyo. Na ni wangapi ambaye leo walivaa nguo wenyewe, alivaa nguo mwenyewe, akavaa suruali, akavaa shati, subhanallah, na hakuweza kuivua hiyo nguo, alivuliwa yeye. Na ni wangapi ambaye leo walipanda kipandio, alipanda gari yake mwenyewe, akapanda treni, akapanda ndege, akapanda meli, akapanda matatu, wala hakuwahi kushuka kwenye kipandio hicho.